Mpendwa mtazamaji, karibu katika tafakari ya neno la Mungu. Leo ikiwa ni siku ya 7 ya kipindi chetu cha Kwaresma, ni siku ya Jumatano katika juma la kwanza la kipindi cha Kwaresma. Neno la Mungu leo hii katika somo la kwanza tutasikia somo katika kitabu cha nabii Yona sura ya 3 aya ya kwanza hadi ya 10, na somo letu la Injili litatoka kwa mwinjili Luka sura ya 11 aya ya 29 hadi aya ya 32. Tusikilize Injili. Makutano walipokuwa wakimkusanyikia, Yesu alianza kusema, kizazi hiki ni kizazi kibaya, kinatafuta ishara, wala hakitapewa ishara ila ishara ya Yona. Maana kama vile Yona alivyokuwa ishara kwa Waninawi, ndivyo atakavyokuwa Mwana wa Adamu kwa kizazi hiki. Malkia wa Kusini ataondoka siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki, naye atawahukumu kuwa na hatia, kwa sababu yeye alikuja kutoka nchi za dunia aisikie hekima ya Sulemani, na hapa pana mkubwa kuliko Sulemani. Watu wa Ninawi watasimama siku ya hukumu pamoja na kizazi hiki, nao watakihukumu kuwa na hatia, kwa sababu wao walitubu kwa mahubiri ya Yona, na hapa pana mkubwa kuliko Yona. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Mpendwa mtazamaji, ni katika kipindi hiki cha Kwaresma tunaendelea basi kuhimizwa na kusisitizwa juu ya kufunga kwetu, kufanya matendo ya huruma, kufanya toba ya kweli na kumrudia Mwenyezi Mungu, ili basi kuondoa hatari ambayo inayoonekana katika kipindi hiki, ambapo basi tunaona Wakristo wa Katoliki wenzetu wengi wamekuwa wakifuata mkumbo na kuingia kwenye makanisa na madhehebu mengine kwa ajili ya kutafuta ishara na kutafuta miujiza. Na yote basi ni kwa sababu ya shida na matatizo ambayo wanayapitia katika ulimwengu huu, na kwa kukosa kwao uvumilivu, na hata basi wamekuwa wakitangatanga sana katika imani. Somo la Injili tulilosikia leo hii limekuja basi na dawa ya kuwafanya watu hawa ambao wamekimbia imani yao warudi, ili basi waweze kuungana tena na Mwenyezi Mungu. Ndio basi leo tunasisitizwa kufanya toba ya kweli na kuwa na imani thabiti kwa Mwenyezi Mungu, ili basi haya yote tunayohitaji, ili basi hali zetu mbaya za kiroho ziweze kurekebika na tuweze basi kumrudia tena Mwenyezi Mungu. Tunaalikwa kila mmoja afanye tathmini ndani ya moyo wake, aone namna gani mahusiano yake na Mwenyezi Mungu yamekuwa. Basi atumie kipindi hiki cha Kwaresma kufanya toba ya kweli na kumrudia Mwenyezi Mungu, ili tuweze kupata basi hizo neema na baraka ambazo tumezikosa kwa sababu ya kuwa mbali na Mwenyezi Mungu. Wapendwa, tunasisitizwa basi kuzishika vyema zile nguzo za kipindi hiki cha Kwaresma, ili zitusaidie kutembea katika imani kikamilifu, ili tusaidie kuwa pamoja kama Wakristo wa Katoliki kwa kushikamana katika imani na kuinuana kwa wale walioanguka, na hatimaye basi tuweze kutembea katika njia moja, wote tuwe katika kundi moja lenye mchungaji mmoja ambaye ndiye Bwana wetu Yesu Kristo. Unapaswa basi kusimama imara katika imani. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.